Another thing kwa wiki iliyopita ilitoka ni behind the scenes ama kile ambacho kilikuwa kikifanyika wakati Kendrick Lamar akitayarisha album yake latest ambayo inafahamika kama GNX4. So kwa wale ambao ni mashabiki wa muziki wa hip hop, lakini pia specifically ni mashabiki wa kwake Kendrick Lamar, wanafahamu ni kitu gani ambacho aliweza kukifanya last time kupitia project yake the so called GNX. Bonge moja la album I Can Say. So zimetoka behind the scene, kitu gani ambacho kilikuwa kinafanyika ama namna gani ambavyo mchakato ulifanyika mpaka ile album kuweza kukamilika. So nimekuletea mambo matano ambayo yalifanyika behind the scene mpaka tukaishuhudia ile pale project kali kabisa the so called GNX. Moja kati ya kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuweza kukifahamu ni kwamba wimbo pendwa the so called Luther alongside Caesar ulirekodiwa kwa mara ya kwanza kama interlude tu kuhusika kwenye hii hapa project ya kwake Kendrick Lamar kabla ya kuweza kubadilika na kuwa kwenye hii version ambayo tumekuja kuipata mashabiki wengi wa muziki. Kwa wale ambao ni mashabiki wa the so called melodic rap itakuwa ni kitu yao kabisa, lakini kwa wale pia ambao wanapenda test ya muziki wa R&B, I know ni goma lao pendwa kabisa. So it is what it is. So another thing, inaelezwa kuwa wakati wa utayarishaji wa hii hapa album kila mtu alikuwa akifahamu kwamba kipande kinachotaja jina la kwake DJ Mustard ama Mustard kwenye track ya TV Off kitakuwa ni kipande pendwa kwa mashabiki. Yes, unafahamu ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho kilitrendi sana baada hii hapa album kuweza kutoka. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanaitumia kama memes. Yes, ile kipande ambacho Kendrick Lamar ana shout kuhusiana na Mustard akimtaja jina lake, anasema Mustard. They acting bad but the best. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. So, turn this TV off, turn this TV off. I got my foot up on the gas. Bonge moja la track. So inaitwa TV Off, inapatikana kwenye GNX. Kila mtu alikuwa anafahamu kwamba kile kitakuwa ni kipande pendwa sana kwa mashabiki wengi ambao watapata nafasi ya kuweza kuisikiliza hapa project. By the way, aliproduce pia DJ Mustard, track inaitwa TV Off, inapatikana kwenye latest album ya kwake Kendrick Lamar. Kitu cha pili hicho nimekujuza kuhusiana na kile ambacho kilifanyika wakati wa utayarishaji wa album ya GNX ya kwake K. Bado natafakari ni kitu gani ambacho nilikuwa nahitaji kukirap hapo nyuma. Mistari ilipotea kidogo, lakini kitu cha tatu ambacho napaswa kuweza kukifahamu kile happen wakati wa utayarishaji wa album ya GNX ya kwake Kendrick Lamar. We all know kuhusiana na track inafahamika kama Man at the Garden. Sasa in case you don't know ni kwamba Kendrick Lamar ali-interpret wimbo kwake Nas Escobar, the so called Nas, unaitwa One Mic, na alipokea baraka zote kutoka kwa Nas kabla hata yeye kuweza kuwa ame-release hii album. Washikaji wamekuwa na mahusiano mazuri sana kila nyakati, na moja kati ya vitu pia ambavyo vinathibitisha hilo jambo ni pamoja na ile line ya kwake Kendrick Lamar kwenye West Out Murals akimtaja Nas kama mtu pekee ambaye alimpongeza baada ya yeye kuwa amefanikiwa kushinda deal ya kuperform as a headliner kwenye Super Bowl 59 halftime show ambayo ilifanyika kipande cha New Orleans, Louisiana. Unafahamu ilileta utata zaidi, watu wengi wakidai kwamba Lil Wayne ni mtu ambaye alikuwa ana deserve kupata ile platform kuizingatia show ilikuwa inafanyika kwenye mji ambao yeye anatokea, nyumbani kabisa. So watu walikuwa na hizo doubt kwamba kwa nini amepewa Kendrick Lamar na vitu kama hivyo, wakaanza kuzungumza vitu vingi. So kwenye West Out Murals K. anamtaja Nas kama moja kati ya watu ambao walijitokeza na kumpongeza, akimtaja kama mtu pekee ambaye alimpongeza kwa watu wengine ni kama walikunja So kitu cha nne ni West Out Murals, track ambayo inapatikana kwenye album ya kwake Kendrick Lamar GNX. What you don't know ni kwamba kupitia hii hapa track Kendrick Lamar address vitu vingi sana kwenye the so called muziki wa hip hop. Kuna watu waliwataja majina, ni kama alikuwa tayari kabisa kuingia kwenye ugomvi na watu. Waswahili wanasema ni kama alikuwa anaingia maungoni. Yes, so aliaddress vitu vingi sana. Taarifa ni kwamba hii track ilirekodiwa saa 12 asubuhi. We all know ubongo wa binadamu kawaida, ikiwa ni asubuhi namna gani ulivyo, watu wengi sana asubuhi wanakuwa very sharp. Chochote kile ambacho utakifanya asubuhi mara nyingi ubongo unakuwa umetulia, very sharp, umetoka kupumzika. So K. alirekodi hii track saa 12 asubuhi. No wonder why alikuwa na nguvu za kuzungumza kile ambacho alikizungumza kupitia hii hapa track, licha ya kweli kwamba yuko na huo uwezo. Yeah, miss my uncle Lil Wayne said he gonna kill me. I hope my hard work let Lil Wayne down. Mimi sio mchanaji, sijui kuchana, nilikuwa nakufikishia tu taarifa. Hizo ni moja kati ya lines ambazo zinapatikana kwenye GNX. Kitu cha tano na cha mwisho ambacho kili happen wakati wa utayarishaji wa album ya kwake Kendrick Lamar ni hizi track mbili. Umewahi kujiuliza alianza kurekodi track gani kabla ya track gani kuweza kurekodiwa? So hizi track mbili zilirekodiwa mwanzo kabisa wakati wa utayarishaji wa album ya GNX. Ni Squabble Rap
ambayo watu wengi wanaipenda pia sababu ya zile dance moves na nini. Squabble rap. Squabble rap. Music it makes me feel. Lakini pia moja kati ya ngoma ambazo zilirekodiwa mapema kabisa ikiwa kama track ya pili kurekodiwa ilikuwa ni Man at the Garden. So big shout out to K-Dot na kile ambacho amekifanya kwa mwaka 2025. This is Bariton. Instagram ni Bariton_TZ. Unaweza ukacheck na mimi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Thank you so much guys for tuning in. Asante sana kwa kuitizama hii hapa. Big shout out kwako. In case hujafanya kufollow, hujafanya kusubscribe on my YouTube channel, make sure kwamba unafanya hilo zoezi ili zoezi itakuwa ni poa sana, si ndio? Fresh. Thank you.